Sababu za kwa nini tunafunga. Sababu ya kwanza kwa nini tunafunga. Tunafunga ili kujinyenyekesha. To humble ourselves to God. Kujinyenyekesha. Mungu wetu ni mfalme wa wafalme. Kama ni mfalme wa wafalme, anahitaji kunyenyekewa. Na ndio maana ukisoma katika kitabu cha Ufunuo kinazungumza ya kwamba pale alipoketi Mungu wetu kuna watu wananyenyekea, wanainama. Nini tunafunga? Ni namna ya kujinyenyekesha kwa Mungu. Manake kama unafikiri kuwa Mungu ni mkuu, lazima utajinyenyekesha kwake. Sisi tuna wazazi wetu, wakati mwingine wazazi wetu hata wanafanya mambo mengine wanatukosea, si ndivyo jamani? Lakini kwa sababu tunajua wao ni wakubwa, huwa tunanyenyekea. Tunaomba hata msamaha sehemu ambayo hatujakosea. Namna ya kuhumble yourself, kujinyenyekeza kwa Mungu, mojawapo ni namna ya kufunga. Biblia inazungumza watu wa Ninawi waliambiwa ya kwamba kwa maovu yao kinachoenda kutokea ile nchi ni kwamba wanaenda kuangamizwa kabisa. Walipoona ya kwamba wanaenda kuangamizwa, na mtumishi wa Mungu Jona anawaambia ya kwamba mnapaswa mfunge. Manake mnapaswa kujinyenyekeza kwa Mungu, ili Mungu agairi mabaya yake, ili Mungu alete neema kwake. Ili tuone neema ya Mungu kwenye maisha yetu, lazima tuwe watu wa kufunga. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Yani kama unamuona Mungu kuwa ni mkubwa, hii sio kwa sababu hii, manake sio kwa sababu ya mateso nilionayo. Maana wengi wetu tunafunga pale ambapo tunapitia kwenye shida, si ndivyo jamani? Paka mwingine akasema hivi, yani ukiona hujafunga, ukiona huwezi kufunga, bado hujapitia kibano. Tulikuwa tunajifunza siku moja huko darasani chuoni. Wakawa nasema tulikuwa tunazungumza kwamba ukiona siku 20 ni nyingi, bado hujapitia tatizo ambalo litakufanya uone siku 20 ni chache tu. Kuna watu hatukuwahi kufikiri kwenye maisha yetu kwamba tungefunga siku 40. Lakini tulipopitia kwenye kibano tuliingia kufunga. Si ndivyo jamani? Lakini sio tu ili tunapoingia kwenye mateso ndio tunafunga. Tunafunga kwa sababu tunahitaji kujinyenyekesha kwa Mungu wetu. Kwa lugha nyingine, mtu ambaye anajua Mungu ni mkuu, mtu ambaye viwango vyake vya kumjua Mungu ni vikubwa, hutamwambia funga, atajikuta anafunga. Soma kitabu cha cha Ezra 8:21. Ezra 8:21 inasema hivi: ndipo nikaamuru kufunga hapo penye mto Avada, ili tupate kujinyenyekeza mbele za Mungu. Akaamuru kufunga ili wajinyenyekeze mbele za Mungu. Kwa lugha nyingine, nikiuliza hapa, ngoja niulize tu hili swali, uwe huru tu kunyosha mkono wako. Wangapi wanafikiri wao ni wanyenyekevu mbele za Mungu? Wanyenyekevu mbele za Mungu, hebu punga mkono namna hii. Kanisa hili halina wanyenyekevu mbele za Mungu bwana. Narudia tena, ambaye anajihisi yeye ni mnyenyekevu mbele za Mungu, hebu nyosha mkono namna hii. Angalau mashemasi ni wanyenyekevu mbele za Mungu. Ila sasa kiongozi wenu hapa amefanya hivi. Kwa mumuone baadaye. Kama mtu ni mnyenyekevu mbele za Mungu, atafunga. Kama mtu sio mnyenyekevu mbele za Mungu, hafungi. Na ndio maana kuna wakati hata ikitangazwa mifungo kwamba tutafunga siku 10, unasikia kuna watu wanasema, ila mchungaji anatangaza mifungo sana, tumefunga juzi tu. Hii maana yake huyu mtu sio, mmegoma kusema, maana yake huyu mtu sio mnyenyekevu kwa Mungu. Atatamani kujinyenyekeza.
atatamani akae karibu na Mungu wake, ainame amwambie Mungu, wewe ndio kila kitu. Kujinyenyekeza kuna maanisha kwamba wewe unaona kwamba hata vyote ulivyo navyo ni kwa sababu ya nani? Ya Mungu. Manake kama una muda wa kukaa mbele za Mungu, it means pia unaona vyote yanayoendelea ni kwa sababu ya nguvu zako. Ni jambo la ajabu kuona Mkristo unapita mwezi hajafunga hata siku moja. Na nikwambie tu ule ukweli, hili wachache kati yetu wataniunga mkono. Ukianza maisha ya kufunga, kikapita kipindi fulani hujafunga, huku ndani unaanza kusikia kiu. Unaanza kusikia kuna kitu kimepungua. Jamani, wale wachache ni kweli sio kweli? Yaani unaona kabisa huku ndani unasikia kuna kitu kiko empty. Yaani kuna kitu hakiko sawa. Ukiingia kufunga unakuta lile gap limekuwa filled, limejazwa. Lakini ukiendelea kukaa kama hivyo wewe ambavyo ufungi, hakuna siku utahisi hiyo. Lakini jambo jingine, kwa nini tunafunga? Tunafunga ili kufungulia neema ya kuisikia sauti ya Mungu. Watu wengi tunasikia kwamba fulani alisikia sauti ya Mungu. Tunasikia mtu anasema nimesikia sauti ya Mungu ikisema na mimi hiki. Tunasikia mtu anasema, lakini sisi wenyewe hatujawahi kuisikia sauti ya Mungu. Katika kipindi cha Agano Jipya ni tofauti na kipindi cha Agano la Kale. Agano la Kale ilikuwa Roho Mtakatifu anaingia kwa mtu pale ambapo Roho Mtakatifu anataka kutenda kazi. Yaani Roho Mtakatifu akitaka kutenda kazi kwa mtu, anaingia kwa mtu, akishaingia kwa mtu, anamtumia afu anafanyaje? Anaondoka. Lakini kipindi cha Agano Jipya Roho Mtakatifu anakaa ndani yetu. Lakini hakuna namna ambayo Roho Mtakatifu atazungumza na sisi kama hatujapata nafasi ya kuzungumza na Mungu, kama hatujapata nafasi ya kukaa na Mungu. Nitoe tu mfano moja, watu ambao niko nao karibu ni wanafunzi ambao niko nao chuo cha Biblia huko. Natoa mfano kwa akawa natoa ushuhuda mmoja. Anasema nilipotoka nikaenda Afrika ya Kati kwa kazi yake. Alipoenda kule, anasema alikuwa na muda mwingi sana wa maombi. Anasema nilipokuwa na muda mwingi wa maombi, anasema nikawa na shangaa, nikawa naonyeshwa vitu vingi. Lakini anasema nilipokuja huku kuna mambo fulani ya kazi na nikajikuta kuna namna fulani nimepunguza, sio kama muda niliokuwa naupata Afrika ya Kati. Anasema nikakuta vile nilivyokuwa naonyeshwa sionyeshwi tena, au naonyeshwa lakini kwa ufupi. Manake shida ni wakati wa kukaa na nani? Na Mungu. Wengi wetu hapa tuna story, tulipookoka tulianza mifungo tukaitikia kweli kweli. Lakini tulipoacha kukaa na Mungu hatuoni tena. Yaani kuna mtu hapa we ni muonaji kabisa, na ndoto ulizonazo ni za kweli, na maono ulionayo ni ya kweli. Lakini kwa sababu huna muda wa kufunga, huwezi kuona tena. Saizi kuisha. Umebakia tu na historia. Kipindi kile nilikuwa naonyeshwa mtumishi, na walokole wengi wanaishi kwa historia, hawana ya leo. Zamani nilikuwa nikiomba tu hivi naona Bwana ametokea. Saizi saizi nini kinatokea? Muulize jirani yako, saizi unaonaga nini? Saizi hamna kitu. Hamna kitu. Sio kwamba Mungu hayupo kuonyesha, sio kwamba Mungu hayupo kufunua, sio kwamba Mungu hakupendi, sio kwamba Mungu kakukataa, ila wewe hauna nafasi ya kukaa na Mungu. Na wengine mpaka tunaenda tunajigonga, tunaumia, tunateswa. Lakini tungekaa na Mungu angetuambia kuna jambo. Maombi ya kufunga sio mpaka utangaziwe. Sio mpaka utangaziwe.
Hata mimi mhubiri, mimi mhubiri, nisipofunga kutumika kwangu kunakuwa hafifu tofauti na nikifunga. Yaani ninapokuwa, moja ya kitu ambacho Mungu amenipatia, nikiwa kwenye nafasi nzuri ya kuomba, nikiwa naomba, nimepata nafasi ya utulivu ya kuomba, naweza kuwa nafundisha kama hivi, alafu nikakuangalia hivi, Mungu akaniambia huyu ana 1, 2, 3. Lakini mimi nikiacha kufunga, sioni mtumishi, sioni, yani nakuwa tu na nyie hivi. Kwa namna pekee ya kufungulia Mungu kusema na wewe ni kwa njia ya kuwa na maombi ya kufunga. Soma na mimi kitabu cha Kutoka 34 mstari wa 28. Kutoka 34 mstari wa 28. Na mimi nimesema mkichelewa nasoma mimi mwenyewe kwa sababu nakimbizana pia na muda. Soma. Kutoka 34 mstari wa 28. Mstari wa 28. Wanasema naye alikuwako huko pamoja na Bwana siku 40 na masiku yake, hakula chakula wala hakunywa maji. Naye akaandika huko, naye akaandika katika hizo mbao hayo maneno ya maagizo, hizo amri 10. Hayo maneno ya maagano, hizo amri 10. Musa alifunga siku ngapi? Hebu tamkeni kwa nguvu, Musa alifunga siku ngapi? 40. Nyie mnanidanganya nyie. Biblia haijasema Mungu alifunga, hakusema kwamba Musa alifunga siku 40. Alifunga zaidi ya siku 40. Ila wengi tumekalili kwamba Musa alifunga siku ngapi? 40. Biblia inasema alifunga siku 40 na masiku yake. Alipokuwa huko kwenye kufunga, Biblia inazungumza ya kwamba alipokuwa huko amekaa pamoja na Bwana, ndio akapata zile amri ambazo ni amri 10. Hakuna namna Mungu atasema na wewe mpaka uwe kwenye muda wa kufunga. Wakati fulani nimewahi kuzungumza na huwa nazungumza na watu mara kadhaa. Yaani hata kutokujua kusudi lako kwa Mungu sio kosa la Mungu, ni kosa lako. Yaani kuna watu wako kanisani hawajui hata utumishi wao wanatakiwa kutumika wapi. Sio kosa la Mungu, ni kosa lako. Ukikaa na Mungu atasema na wewe. Lakini ukikaa mwenyewe, ukikaa na watu watakwambia ya kwao. Mimi mpaka Mungu ananiambia kwamba wewe ni mchungaji. Yaani nilisikia kabisa sauti naambia ni mchungaji. Na nikisikia hiyo sauti nalia. Sikupenda kabisa kitu kinaitwa uchungaji. Lakini nilikuwa kwenye maombi. Nakumbuka wakati ule nilikuwa kwenye maombi ya siku 70. Yaani sio kwamba uko kwenye siku 70 kwamba umemkosea sana Mungu. Uko tu unamtaka Mungu. Niko tu namtaka Yesu. Sasa kuna mtu akiambiwa siku 7 anaona nyingi. Upendo wako kwa Mungu ndio utategemea utajitoaje kwa nani? Kwa Mungu. Kwa nikiwa naomba, nikajiwekea siku ya Ijumaa nitakuwa na mkesha. Yaani kila siku ya Ijumaa kuwe kuna mkesha kwenye kanisa, kusiwe na mkesha wakati huko niko chuo. Lazima mimi nitakuwa na mkesha. Na siku ya Jumamosi lazima niende kuhubiri mtaani. Awepo mtu wa kunisaidia kwenda kuhubiri, twende pamoja, asiwepo naenda kuhubiri. Katika kipindi hiko ndo nikaanza kuisikia sauti ya Mungu. Kuna watu mtakufa hapa, samahani kwa hili neno gumu, mtakufa hamjui kusudi la Mungu. Kuna watu mtaondoka duniani hamjui Mungu anataka mtumike kwenye engo gani. Shida sio ya Mungu, shida ni hamna muda wa kufunga na kuomba. Maneno yamekuwa magumu, lakini ndio ukweli. Hivi unafikiri kati ya watu wanaokufa duniani, kati ya watu 10 wanaokufa duniani, Wakristo walokole, sijasema walokole, walokole kabisa, 10, wangapi wanajua kusudi la Mungu? Wachache sana. Wengi tupo tu naingia kanisani tunatoka.
Na wengine hata hao wachache wanaojua na wenyewe hawako tayari kulitumikia kusudi la nani? La Mungu. Sasa mimi sisemi huku kwenye kutokuwa tayari. Kujua tu haujui. Kwa nini haujui? Kwa sababu hauna muda wa kuisikiliza sauti ya Mungu. Hauna muda wa kumtafuta Mungu. Hatumtafuti Mungu kwa sababu chakula kimeisha nyumbani. Hatumtafuti Mungu kwa sababu tumekosa ada za watoto. Tunamtafuta Mungu kwa sababu tunaitafuta sauti yake kwenye maisha yetu. Kuna wakati tu tunahitaji kusikia sauti ya Mungu. Yaani kuna wakati hatuhitaji kusikia sauti ya mwingine, ni ya Mungu tu. Na huwezi kuisikia sauti ya Mungu mpaka umepata wakati wa kukaa na Mungu. Yaani kuna watu hata kwenye biashara zenu mnaenda kwa akili zenu tu, kwa bongo zenu. Hivi unafikiri Mungu ni wa kusema tu na wewe panda gari nenda kahubiri Mbagala? Mungu anaweza akasema na wewe hata kwa habari ya biashara yako. Lakini tatizo, hatuna muda wa kufunga na kuomba. Niliamua kufunga. Nilipofika saa 8 kaona njaa inauma kwa huku. Alafu nyumbani wakapika paja la kuku. Nikasema Mungu, kesho nayo ni siku. Inaonekana kama sababu ya kuchekesha, lakini kuna watu wako hivyo. Jamani, hawapo? Hampo? Ambia mama, nikifunga tu ndo unapika chakula kizuri. Sasa kuna wakubwa wazima kabisa humu, akiona chakula kizuri anaacha, anafungua. Tunahitaji kupata wakati wa kuisikia sauti ya nani? Wangapi tuko tayari kuisikia sauti ya Mungu? Mungu akupe neema ya kufunga kwa jina la Yesu. Tunafunga kwa ajili ya watoto wetu. Kinaonekana kama ni kitu cha ajabu Soma na mimi kitabu cha Ezra sura 8 mstari wa 21. Ezra 8 mstari wa 21 inasemaje? Sasa hiyo Ezra 8:21 uifungue isikae mbalimbali na wewe. Ezra 8:21 inasemaje? Ndipo akaamuru kufunga. Ndipo akaamuru kufunga. Hapo penye mto Harava. Hapo penye mto Ahava. Ahaba. Ili tupate kujinyenyekeza mbele za Mungu. Moja, tupate kujinyenyekeza kwa Mungu na kutafuta kwake njia iliyonyooka. Kutafuta njia iliyonyooka kwa ajili yetu sisi wenyewe. Kwa ajili yetu sisi na kwa ajili ya watoto wetu. Kwa ajili ya watoto wetu. Na kwa ajili ya mali yetu. Hapo. Kwa maana yake alikuwa naomba pia kwa ajili ya watoto wao. Sasa neno watoto mimi naliona ni neno lisilopana sana kama neno uzao. Uzao unahusisha na watoto, si ndivyo jamani? Lakini unahusisha mpaka process ya kuzaa, si ndivyo jamani? Tunahitaji kuomba kwa ajili ya uzao wetu, tunahitaji kuomba kwa ajili ya watoto wetu. Wakati fulani inawezekana tu neema ya Mungu imetufunika, lakini shetani akidili na mtu mzima kama huyu hajafanya kitu kizuri sana, wala hana faida. Akidili na mtu mzima kama huyu, ila akidili na mtoto, shetani anakuwa amewini kweli kweli. Kwa nini? Kwa sababu ukidili na mtoto manake umeharibu maisha yake yote. Mimi sielewi kwa nini ninajihisi nina mzigo na watoto. Na hata niko kule kanisani Mbezi, bado watu wamekuwa wakitoka maeneo mbalimbali wananiletea watoto. Nishangaa mtu mmoja akaniletea mtoto kutoka Temeke. Kapata tu habari zangu, mtu akamuunganisha, nenda kwa mchungaji Joshua atamsaidia huyo mtoto. Tena wala huyo mtu ambaye ameniletea ule mtu wala akai hapa. Mtu anakaa Goba, akanirefer mtu aje Mbezi. Nataka nikupe story ya huyu mtoto yaliyompata ili uelewe kwamba tunahitaji kuomba kwa ajili ya watoto. Alimleta mtoto mdogo wa kike ambaye alikuwa darasani. Unajua kuna watoto ambao ni bright, kila siku ni wa kwanza. Yaani hata usome vipi kenyewe tu ni ka kwanza. Sasa kale katoto anasema siku moja kalikuwa na wenzake kanatoka shule. Kalipokuwa kanatoka shule, alipokutana naye yule mtoto,
Si mtoto anatembea kama anakuja huku, mimi ndo yule sasa, yule mama natoa mfano. Alichofanya wakati yule anakuja huku, akampush. Alivyompushi yule mtoto, unaweza ukarudi. Alivyompushi yule mtoto pale pale akasahau baba yake ni nani, akasahau mama yake ni nani, akasahau njia ya kwenda kwao, akasahau shule anayosoma, everything, yani ubongo ukawa empty. Sasa unajua mtu ambaye ufahamu umetoka, unapoongea naye wewe ndo unaanza kuchanganyikiwa. Fanya hiki, haelewi. Yule mama akaenda mahali ambako alimtoza na fedha, baadaye ndo akapata kuelekezwa sasa aje kwangu. Alipokuja kwangu nikaanza kumwombea yule mtoto, kemea, sielewi kitu. Yani sawa anaonyesha reaction, lakini sielewi kitu. Ninapoomba nikahisi jambo limekuwa gumu, mara nyingi naomba Roho Mtakatifu nisaidie nijue namna ya kumsaidia huyu mtu, kwa sababu kuna mambo mengine akili zetu na uzoefu wetu wa kichungaji unashindwa. Yani kuna wakati ambapo panahitaji Roho Mtakatifu aingilie kati. Kwa hiyo nilipokuwa naomba, Roho Mtakatifu akaniambia usimuombee huyu, badala yake wewe omba kwamba toka katika ulimwengu wa roho, nenda kule walikomweka, hapa hayupo, kamchomoe kule. Kwa mimi nikamwacha yule pale chini. Nilianza kuomba muda mrefu mpaka jasho limenitoka. Nasema huko alikokuweka na kuita kwa jina Yesu, na kutoa huko, na kutoa huko, na kungofoa huko, ondoka uje hapa. Namtaja jina lake yule mtoto. Ghafla yule mtoto akanyanyuka. Kunyanyuka akasema mama. Mtoto akaanza kutoa story. Anasema mama, ukweli ni kwamba mimi niligongwa na mtu, kutokea pale fahamu zangu zikaondoka. Na ukweli ni kwamba mimi niliondoka nikawa naenda kutumikishwa mahali. Anasema kule tukawa tunapika mavitu, tunafanyaje, automatic umeshajua ni eneo gani. Kwa kule tukawa tunatumikishwa, tunafanya vitu. Anasema katika ulimwengu wa roho nilipokuwa kule, nilikuwa namuona mtoto ambaye yuko duniani, lakini yule mtoto aliye duniani sikuwa mimi. Umeelewa vizuri hicho kitu? Sikuwa mimi, kilikuwa ni kitu kingine kimevaa mwili wangu. Anasema kuna wakati hata umeenda ukamnunulia chipsi, nilivyokuwa naona kule nilikuwa natamani, lakini sikuwa nakula mimi, alikuwa nakula mwingine. Hii sio story ya kusimuliwa kwamba nimesimuliwa na mchungaji fulani. Ni story ambayo mtu amekuja kanisani kwangu mwenyewe. Watoto wadogo wakati mwingine hawajui namna ya kuomba vizuri. Huyu mtoto alikuwa kwenye darasa la kwanza, la pili nimesahau. Sidhani kama navuka darasa la 3. Inawezekana hawajui kuomba vizuri. Lakini kwa maombi yako unaweza ukawakwamua watoto wako. Unaweza ukakwamua uzao wako. Ndio maana Ezra anasema ya kwamba niliitisha muda wa kufunga ili tuweze kuombea vizazi vyetu, tuweze kuombea watoto wetu. There is no way watoto wetu watakuwa salama kama kanisa halijaingia kufunga na kuomba. Hivi unajua kwamba kuna walimu watakatifu, lakini pia kuna walimu ambao ni mawakala wa shetani? Mtu mmoja akasema waligundua nesi fulani akikaa hospitali watu wanakufa wengi kweli kweli. Kwa manesi waliookoka wakaanza kuomba. Walipoomba yule nesi akaanza pale kuwaruka waruka. Manake vivyo hivyo kuna walimu ambao wanatumiwa na shetani. Mimi nilipokuwa darasa la 3 nimewahi kukaa na mtu tukakorofishana, alikuwa mwanamke. Akanifanyia hivi. No, nimesema la 3. No, ilikuwa la 7. Akanifanyia hivi. Yaani hivyo nifanyia hivyo. Ghafla tumbo likaanza kuuma. Sisahau niko Mwangaza, shule ya msingi. Tumbo likaanza kuuma. Sasa nilifundishwa maombi na wazazi wangu. Kwa mimi yule rafiki yangu alikuwa anaitwa Gadi, akasema wewe unauma tumbo kwa sababu ya huyu. Alikiona kile kitendo.
Mimi nikamwambia wewe umenifanyia hivyo, kwa jina Yesu siumwi. Unajua utoto wakati mwingine siumwi. Nikaanza kukemea, nikainama kwenye dawati langu, kemea. Kuinuka mzima. Nikamwambia wewe, nishajua ulichonifanyia. Niko darasa la ngapi? La 7. Nikamwambia na uniwezi, na ukitaka fanya tena. Akafanya tena hivi. Wewe likauma tena. Lilivyouma tena, nikainama chini. Na yule dada namkumbuka na jina lake. Mwangaza hapa Gongo la Mboto hapa. Nilikuwa nasoma mimi hapa. Nikainama sasa, unajua kuna yale maombi ya hasira kwamba Mungu nimwambia huyu afanye tena, afu kimeuma tena. Nikaomba, nikamwambia fanya tena. Afu nikamwambia hivi, kaite na bibi yako na nani na waliokufundisha, mje kwangu, mje nyumbani leo mniue. Mkishindwa kuniua kesho na watafuta. Niko darasa la 7. Mimi darasa form 4 nimemaliza na miaka 20. Kwa darasa la 7 nilikuwa na miaka 16. Sikuwa mdogo kivyo, si ndio Nikamwambia kesho ukishindwa kuniua usiku wa leo, kesho mimi nakuja kukufuata. Sikumwambia mama, sikumwambia baba. Usiku ule nikaomba kweli, maana nikajua hapa ndo usiku wa nini? Wa kitanzi. Kesho nilipoenda shuleni nikimuona hivi ananikimbia. Je, ni watoto wote wana neema kama nilionayo mimi? Kama tutaweza kuombea watoto wetu, wataokolewaje? Tunahitaji kuomba kwa ajili ya watoto wetu. Nilikaa pale kama mchungaji wa wanafunzi kwa muda wa mwaka mmoja. Siku moja nikiwa kwenye holi kama hili. Niko pale kwenye lile holi, kulikuwa siku hiyo ilikuwa ni siku ya praise and worship, siku ya kusifu na kuabudu. Kwa mimi pamoja na uchungaji, lakini ndiye ambaye nilikuwa nafundisha ile praise and worship. Nilipokuwa nafundisha, ikatokea wakati niko nafundisha, mtoto mmoja akaja ambaye ni mwana praise, lakini siku hiyo hajaja kwenye praise. Akaja yule mwana praise, yule mtoto ni samani kwa hili neno, ni shoga. Yaani mtoto wa kiume lakini ni shoga, na ile ni shule ya nini? Ya Kikristo. Na moja ya masharti niliyopewa kwenye ile shule ya Kikristo, hata kama mtu ni shoga, ni Muislamu, ni vyovyote, kwa sababu ni shule, hakuna kudiscriminate, hakuna kumtenga mtoto. Kwa hata kama ni shoga anatakiwa aimbe madhabahuni. Simenipata hayo masharti. Kwa siku hiyo mtoto akuja, lakini wakati tuko tunaendelea yule mtoto akaja. Alipokuja yule mtoto, amekuja yuko na huzuni ya hatari. Ikabidi niache ile praise niende nikakae naye pembeni. Yule mtoto akaniambia, mchungaji, mimi hapa nina mateso. Alikuwa yuko form 2 kama sio form 3. Akaniambia nina mateso. Nikamuuliza nini? Akasema mimi usiku tunalala hapa saa 4. Unajua boarding muda wa kulala ni uniform. Akisema saa 4 ni saa 4. Kwa hiyo anasema hapa tunalala saa 4. Tukilala saa 4, mimi nikilala tu kidogo, ikifika saa 5 hapo yanakuja majini ya kike. Yeye ni mwanaume, yanakuja majini ya nini? Ya kike. Yakija yale majini ya kike, mnaweza kuelewa nyie ni watu wazima nini kinaendelea. Anasema yakimalizika yale ya kike, yanakuja ya kiume. Yeye ni mtoto wa kiume. Kwa anasema muda wangu wa kulala ni saa 9, saa 10. Nikiingia darasani lazima nisinzie. Wakati huo ananiambia mtihani aliyofaulu zaidi alikuwa amepata 35. Alafu humu ana mavipele ya kutosha. Nikaanza kumwombea yule dogo. Ombea, ni mapepo. Kemea, ni mapepo. Kutoka yale mapepo nikaanza sasa, kwa sababu nilikuwa naenda weekend. Kwa kila weekend nikienda nafanya kama kliniki yake, namuona, namuuliza nini kiliendelea, namuombea tena. Nilipomuombea wiki nayo kuja akaniambia, kwa sababu shule hizi za kulipia wanafanya mitihani watoto zaidi kuliko hizi shule zetu, si ndivyo jamani? Anasema mtihani niliofeli nimepata 85. Maana yake huyu mtoto akili alikuwa nazo, ila mapepo yalimkamata yakamfanya awe shoga. Kuna watoto ambao wanaonekana ni mashoga lakini sio mashoga, shida ni shetani amewakamata. Na katika kizazi hiki cha siku za mwisho yamemwagwa mapepo mengi yaharibu uzao. Kama hatutafunga na kuomba, hao watoto leo ndio kanisa la kesho. Mimi kuna wakati nilikuwa mtoto wa kanisa hili, lakini leo ni mhubiri, ni mchungaji. Kama mama hata simama kwa ajili ya kuombea uzao wake, kama baba hata simama kwa ajili ya kuombea uzao wake, hatuwezi kuwalinda watoto kwa 100%. Lakini kwa maombi ya kufunga kama aliyoyatangaza
Ezra, watoto wetu wanaweza kulindwa. Na ndio maana unapojua haya, ikifika mahali tunatangaza wakati wa maombi ya kufunga, kumbe ni wakati wa kukimbilia. Ni kwa ajili ya faida yetu wenyewe. Kuna mambo hatuwezi kuyafanya kwa akili zetu, hatuwezi kuyafanya kwa nguvu zetu, lakini kwa kufunga na kuomba. Hata Biblia inasema namna hii haitoki ila kwa kufunga na kuomba. Hakuna namna uzao wetu utakuwa salama kama hatujaingia kufunga na kuomba. Kufunga na kuomba sio kwa kulazimishwa. Ukielewa sababu kwa nini tunafunga, utafunga. Mzazi asiyefunga na kuomba anawapenda watoto wake. Ndio hivyo Mnijibu sasa vizuri. Mzazi asiyefunga na kuomba anawapenda watoto wake? Yaani Marambugi inabidi afunge na kuomba ili watoto wake wawe salama. Upendo wa kuwapa fedha hautatosha. Kuna wakati shule nzuri hazitoshi. Kinachotosha ni maombi peke yake. Kinachotosha ni kufunga. Bwana Yesu asifiwe. Lakini jambo jingine, kwa nini tunafunga? Kwa ajili ya mali zetu. Kwa ajili ya mali zetu. Rudia kusoma kitabu cha Ezra sura 8 mstari wa 21. Ndipo akaamuru kufunga. Ndipo akaamuru kufunga. Hapo penye mto Ahava. Hapo penye mto Ahaba. Ili tupate kujinyenyekeza mbele za Mungu. Tupate kujinyenyekeza mbele za Mungu. Na kutafuta kwake njia iliyonyooka. Kutafuta njia iliyonyooka. Kwa ajili yetu sisi wenyewe. Kwa ajili yetu sisi wenyewe. Na kwa ajili ya watoto wetu. Na kwa ajili ya watoto wetu. Na kwa ajili ya mali yetu yote. Na kwa ajili ya mali yetu yote. Sasa watu wengi huwa wanafunga kwa sababu wanataka Mungu awape mali. Lakini kwa mujibu wa andiko hili, huyu hafungi kwa sababu ya kutaka mali, ila anafunga kwa ajili ya hizo mali ambazo Mungu amempatia. Watu wenye hekima wanapopata mali wanatafuta kuilinda ile mali. Si ndivyo jamani? Na ndio maana watu wa dunia hii wasiomjua Mungu, wengine wanaenda mpaka kwa waganga wa kienyeji ili ailinde ile mali, aiprotect. Na ndio maana kuna mali nyingine mtu anaweza akaikusanya, lakini baada ya muda fulani, mwaka mmoja tu, mali yote ikapukutika. Jamani, ni kweli sio kweli? Kweli kabisa. Na mwingine hata akifa ile mali imeisha. Sasa nikuulize swali, kika Mungu kakubariki una mali nyingi, si ndio? Wewe ukiondoka duniani unaweza ukaiprotect ili yoko huku watoto wako waendelee kustawi? Kuna vitu vingine sisi wanadamu hatuwezi. Lakini watu wenye akili kama Ezra walijua tunaweza kufunga na kuomba kwa ajili ya mali ambayo Mungu ametupatia. Mkristo anapokuwa na mali ni pigo kubwa sana kwa shetani. Narudia, Mkristo anapokuwa na mali ni pigo kubwa sana kwa shetani. Kwa sababu Joshua akifanikiwa, yani mimi nifanikiwe niwe na mali. Nyi wenyewe mshaelewa. Mimi niwe na mali. Mimi niwe na hela nyingi. Yaani kwanza mara zote huwa namuomba Mungu, naambia Mungu, ukinipa mali, moja ya jambo ambalo nitalifanya sitaliacha, yani mpaka nakufa, Mungu anipe neema. Ninataka nimjengee Mungu kanisa moja extravaganza. Kanisa limoja ili. Yaani natamani nijenge hilo kanisa hata kama wakiabudu 10, ila mtu akipita tu pale nje aseme kwa kweli hili ni kanisa la watu wa Mungu waliookoka. Sasa mimi kufanikiwa kwangu shetani anapenda. Nikishika mali mkononi shetani anapenda. Sasa sisi watu wa Mungu tunatembea kwa mazoea. Kuna mwingine unaenda hata vikoba unapata hela, lakini unatembea tu kwa mazoea, unaziona ni za kwako. Mwingine unafanya hiki, unafanikiwa, unapata nyumba, unapata magari, unapata nini, unaona ni za kwako. Lakini watu wenye hekima wanaziprotect, wanazilinda mali zao kwa kufunga na kuomba.
Unaweza ukawa una kanuni nyingi nzuri, lakini kuna watu walikuwa na mali kuliko ulizonazo wewe, lakini wamefilisika saizi. Kuna watu walikuwa na uchumi mzuri kuliko ulionao wewe. Jamani, si ni kweli? Lakini kwa kufunga na kuomba tuna uwezo wa kulinda mali zetu. Mungu atusaidie. Aya, naomba nikimbie sasa nimalize angalau. Sababu nyingine leo sitazizungumza kwa sababu ya muda. Sawa watu wa Mungu? Lakini ili kushinda vita ya kiroho, utasoma mwenyewe katika kitabu cha Mambo ya Wanyakati sura 20 mstari wa 3 mpaka 4. Kuna mambo ambayo ni vita za kiroho, hakuna namna tutazishinda mpaka tumeingia kwenye kufunga na kuomba. Biblia inasema namna hii haitoki ila kwa kufunga na kuomba. Kwa kuna vita za kiroho ambazo tunapambana. Hatutaweza kufanikiwa kama tutaendelea kuomba kwa kawaida mpaka tumefika kufunga na kuomba. Biblia mpaka inasema namna hii haitoki ila kwa kufunga na kuomba. Maana yake gia ya kufunga na kuomba ni gia ya juu, ni gia ya kiwango cha juu. Ukisoma kwenye kitabu hicho ambacho nimekizungumza hapo, hao watu walikuwa na vita. Yehoshafati akazungumza akasema tuingie kufunga na kuomba. Wana vita wakasema tuingie kufunga na kuomba. Walijua wanajeshi, lakini jeshi haliwezi kuwasaidia. Kuna wakati unahitaji kufunga na kuomba. Uko kazini kwako kuna vita, kwenye nyumba yako kuna vita. Ili uishinde hiyo vita unahitaji kufunga na kuomba. Bwana Yesu atusaidie. Na kuna watu wengine hata huwa mnaotaga ndoto, mnaota ndoto mbaya. Unaota ndoto kana kwamba umetumbukia kwenye shimo. Unaota ndoto kana kwamba kuna shida fulani inakuja. Unaamka asubuhi, na moja ya tafsiri ya ndoto unapoamka asubuhi, kabla ya tafsiri yoyote ambayo Mungu amekwambia, ukiamka ile asubuhi, hali ya ndani unayoisikia ni tafsiri ya kwanza. Ndio maana unaweza ukaota ndoto ya furaha, lakini ukaamka asubuhi ukakuta huna furaha. Maana yake unahitaji kuomba mpaka furaha ipatikane. Sasa vita nyingine hautazishinda kwa maombi ya kawaida mpaka uingie kufunga na kuomba. Lakini jambo la mwisho kwa leo, sababu nyingine nitaziacha. Tunafunga ili kushinda majaribu. Tunafunga ili kushinda majaribu. Kitabu cha Marko 14 mstari wa 38 nasemaje? Kitabu cha Marko sura 14 mstari wa 38 nasemaje? Tunafunga ili kushinda majaribu. Kuna mambo ambayo shetani amekuwa ameyaweka mbele yetu. Kushinda kwetu ni kwa njia ya kuomba tu. Na wasubiri wasomaji. Inasemaje? Kesheni na kuomba. Kesheni na kuomba. Msije mkaingia majaribuni. Msije mkaingia majaribuni. Roho iradhi. Roho iradhi. Ila mwili ni dhaifu. Tunapoingia kwenye kufunga, watu wengi tuna experience. Kuna mambo tunayaona mazoea. Kuna mambo unajikuta unatenda, hata unamtenda Mungu dhambi. Lakini ukiingia kufunga na kuomba unakuta lile joto lililoko rohoni. Unajikuta mambo yale yale yaliyokuwa nakusumbua hayakusumbui tena. Jamani, kweli si kweli? Kama vivyo ndivyo, maana yake majaribu kuna wengine unakuta mtu umeanguka leo, umeanguka kesho, umeanguka kesho kutwa. Shida sio kwamba Mungu hayuko kukuokoa. Lakini shida ni kwamba hauna muda binafsi wa kufunga na kuomba. Kuna kitabu hapa sikukiandika, lakini nisome kitabu kingine hapa, Mathayo 3, kama nitakuwa nakumbuka vizuri. Mathayo 3. Mathayo 3 mstari wa kwanza na wa pili. Biblia inasema hivi. Sura ya 4. Sura ya 4 mstari wa kwanza na wa pili. Kisha Yesu akapandishwa na Roho nyikani ili ajaribiwe na Ibilisi. Naomba unisikilize vizuri. Yesu alipandishwa na Roho nyikani ili afanyaje? Afunge, si ndio? Kuna watu wamesema ameni hapa. Yesu Kristo alipandishwa na Roho nyikani ili afanyaje? Ajaribiwe. Manake Yesu kama alipandishwa na Roho ili ajaribiwe, na yeye ana Roho wa Mungu ndani, bila shaka alinotice kwamba hapa anapandishwa ili niende kufanyaje?
Biblia haisemi alipandishwa ili aende kufunga, ila wengi huwa tunasemaga kisha Yesu akapandishwa na Roho nyikani ili apate kufunga. Lakini Biblia inasema akapandishwa ili apate kufanyaje? Kujaribiwa na Ibilisi. Mstari wa pili inasema akafunga siku 40. Sijui kuna watu wamenielewa? Sijui kama kuna watu wamenielewa. Anapandishwa na Roho ili aweze kufanyaje? Kujaribiwa. Na yeye ana Roho wa Mungu ndani. Ukisoma hapa nyuma tayari Roho wa Mungu alishashuka kama ua. Kwa hiyo amenotice kwamba naenda kujaribiwa. Aliponotice naenda kujaribiwa, Biblia haisemi Roho wa Mungu akamwambia funga. Biblia inasema akafunga yeye mwenyewe. Kuna wakati unatoka unaenda kijijini kwenu nyumbani, lakini una notice hali fulani ambayo sio ya kawaida. Unajua hapa naenda kujaribiwa, kuna kitu hakiko sawa. Ikifika mahali hapo unaingia unafunga. Likikukuta lile jaribu unalipiga. Yesu alishinda jaribu kwa sababu amekuwa kwenye maombi ya kufunga. Kwa sentensi hii maana yake mtu akiona anapandishwa na Roho nyikani ili apate kujaribiwa, anatakiwa afanyaje? Afunge. Na kama una Roho wa Mungu, kuna wakati una notice kabisa this is a time of temptation. Huu ni wakati wa kujaribiwa. Wakati wa kujaribiwa unahitaji kufunga. Watu hawatendi dhambi sio kwa sababu hawampendi Yesu, lakini watu wanatenda dhambi sio kwa sababu hawampendi Yesu, lakini kwa sababu hawakujua wakati wa kujaribiwa, na hata walipoujua hawakupata nafasi ya kufunga. Naomba tusimame.